wa sahlan marhabakum bikum. Na mtazamaji popote pale ulipo, basi la shaka ujambo na karibu katika matangazo haya na kujia kutokea hapa katika kiwanja cha ndege cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tumekuja kushuhudia tukio adhimu kabisa ambalo la mahujaji katika taasisi ya Jamarati, na pembeni yangu hapa nipo na mmoja wa wasafiri katika safari hiyo. Atatueleza yeye ni nani na ni mara experience yake mara ngapi yeye kwenda huko. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jitambulishe kwa majina yako. Mimi naitwa Dr. Salum Ibrahim Sufyan. Dr. Ibrahim Sufyan, hii ni mara yako ya ngapi kwenda hija? Hii ni mara yangu ya kwanza. Hii ndio mara yangu ya kwanza. Sasa tufahamu kwamba mmepewa semina ndani ya wiki nzima. Wewe kama wewe umeweza kushika mangapi katika mafundisho hayo? Katika mafundisho hayo kwa kweli tumeshika mambo mengi. Kwanza tunaanza kufundishwa kuhusiana na mambo ya kufanya umra, kwanza kutia nia mikati, kuvaa ihramu, kutia nia kwenye mikati, alafu tukishafika kule jinsi ya kufanya umra. Tukishamaliza kufanya umra basi tunasubiria ile siku saa ya kuanza kufanya hija, kwa sababu sisi tumechagua ile aina ya hija ya tamattu, kwa sababu zipo aina kama tatu, kuna ikrani, tamattu na ifat. Sisi tumechagua hiyo kulingana na tunakotoka, hiyo ndio nyepesi kwetu. Sasa unawaambiaje sasa kwa wale ambao wana afya njema na uwezo katika kuhudhuria tukio kama hilo la kwenda hija, lakini wamekuwa wazito kutekeleza ibada hiyo? Wewe kama wewe unawaambiaje hapo? Mimi nawaambia ndugu zangu wasijisahau na mambo ya dunia. Hii ibada ya hija ni ibada muhimu sana, kwa sababu ukienda kule Mwenyezi Mungu anawasamehe madhambi yenu yote, kwa sababu hicho ndio tunakitafuta hicho. Sasa ukishasamehewa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, hata huko ukienda huko unakuwa una wasiwasi sana. Sasa kuliko wewe ukiwa na hela ukang'ang'ania tu dunia. Hii dunia tunaiacha, kila kitu tunakiacha. Hakika. Neno la mwisho la kuambia sasa kwa ndugu jamaa zako ambao wa karibu katika kutekeleza katika ibada hii? Mimi ndugu zangu nawaambia wajitahidi sana, yani kwa sababu tumeambiwa katika haya mambo tufanye haraka kabla mambo matano hayajatufikia, kwa sababu hii kwenda hija inatakiwa kwanza uwe na afya njema, uwe na uwezo labda wa kusafirisha hapa kufikisha kule, na hivyo vyote huwa vinaondoka. Leo hii unaweza kuwa na afya njema, kesho ukaanza kuwa mgonjwa usiweze hata kusafiri. Leo hii unaweza kuwa na pesa za kuweza kusafirisha, kesho ukafilisika. Kwa hiyo inabidi uwai kabla mambo haya hayajakufikia, uwe umeshaenda kutekeleza kule, kwa sababu ibada hii inatakiwa mara moja utekeleze mara moja tu katika umri wako, hiyo ndio ya lazima. Ukishatekeleza angalau mara moja basi hamna shida tena. Sasa mimi nikushukuru sana. Na mimi nakushukuru pia. Na nikutakie kila la kheri. Asante sana. Lakini cha mwisho cha kumalizia kwamba naomba dua yako na wewe kwangu mimi, Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi katika kutekeleza jambo hilo. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin rabbil alamin. Shukrani sana. Na tumeona ama tufahamu kwamba mmeweza kukaa semina ndani ya wiki moja. Wewe kama wewe umeexperience vipi katika masomo hayo? Nimepata angalau nimepata elimu ambayo imenipa mwanga wa kutosha. Sasa nadhani mpaka sasa hivi nilikuwa gizani zaidi, lakini sasa hivi siko gizani kiasi hicho. Sasa angalau nimepata mwanga. Sasa nasema kwamba bado nategemea sana viongozi wetu kutuweka sawa zaidi. Sasa kabisa. Lakini nimetosha kutoka gizani. Ni kitu gani sasa ambacho kilichokusababishia mpaka ukaona mara taasisi zipo nyingi, lakini ukasema kwamba hapana, nataka isafina wa Jamarati? Ni kitu gani kipo tofauti na taasisi nyingine? Hapana, sijafanya ufuatiliaji wa taasisi zote zile, wala sikujua kwamba kuna Jamarati. Ilitokea tu bahati katika siku za mwisho basi kuulizia, kaambiwa kuna taasisi, basi nikaamua tu kujiunga, lakini si kwamba kuna harakati zozote ambazo nilizifanya za kutaka kujua hawa wako vipi, hawa wanaendeshaji wanasimamiaje. Sasa neno la mwisho sasa
sasa la kuambia kwa wale ambao wana uwezo katika kutekeleza swala zima la ibada ile kwenda kukaji, maana ni ibada ya lazima, lakini kuna watu wana afya njema na uwezo pia, lakini wamekuwa wazito. Wewe kama wewe umeamua kufanza ibada hii, unawaambia vipi? Mimi cha muhimu ni kwamba kwanza waweke nia na kwamba wajue kwamba wana deni kwa yule ambaye tayari sifa nazo, ana uwezo, ana afya njema, ajue kwamba ana deni. Kwa hiyo kama ni deni, dawa ya deni ni kulilipa. Kwa hiyo ajiandae muda mfupi ujao, aende wakati bado hali hiyo ya uwezo wa kuweza kukamilisha hija kwa tekeleza hija kwa ukamilifu ipo bado, ikiwa katika hali bora zaidi. Mimi nikushukuru sana. Basi asante, nashukuru. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, natumai umekata